ile siku ya the saba Lord rested. Bwana akapumzika. Now everybody look at this. Kila mtu angalia hii. From creation, Kuanzia uumbaji, day one, siku ya kwanza, day one, siku ya kwanza, to 2030, September 23rd, Septemba tarehe 23, 2025. mwaka 2025. Again, Tena the first day of creation siku ya kwanza ya uumbaji to September 23rd, hadi tarehe 23 mwezi wa 9 2025. mwaka 2025. 6,000 years will be over. Miaka 6,000 itakuwa imekwisha. Now, Sasa on 24th, tarehe 24 of this month, tarehe 24 ya mwezi huu wa 9, Israeli is preparing for the feast of the trumpets. Waisraeli wanajiandaa kwa ile karamu ya tarumbeta, And they are going to blow 100 trumpets in Jerusalem. na wanaenda kupiga tarumbeta, kupuliza tarumbeta 100 to the nations of the earth, kwa mataifa ya dunia, to mark the feast of the trumpets. ili kukumbuka ile karama masherehe ya tarumbeta. Give me Joel chapter 2 verse 1. Nipatie Yoeli 2 mstari wa kwanza. Before I tell you why you should persevere, Kabla nikwambie kwa nini unapaswa kuvumilia. it's also important to know at what time are we in. Pia ni muhimu kujua, je, ni wakati wa gani tuko The ndani. Bible says, Biblia inasema, blow the trumpet in Zion, pigeni tarumbeta katika Sayuni, sound the alarm on my holy hill. Pigeni mbiu katika mlima wangu mtakatifu. Let all who live in the land tremble, Wote waishio katika nchi na for the watetemeke, day of the Lord is coming. kwa kuwa siku ya Bwana inakuja, It is close at hand. iko karibu. So Joel Hivyo Yoeli had seen alikuwa ameona, the events before the rapture. alikuwa ameona matukio kabla ya unyakuzi. When in Jerusalem, Wakati kule the Yerusalemu trumpets will be blown ile tarumbeta itapigwa, to mark the coming of the Messiah. ili kuashiria kuja To kwa, mark the coming of the Messiah. ili kuashiria kuja kwake Masia. And you can tell Na unaweza kutambua after the 60th day baada ya ile siku ya that 6 God ended the rest. kisha Mungu akapumzika. Now look at this. Sasa angalia hii. After the 6th day, Baada ile siku ya 6, 6,000 years, miaka the 6,000, next very important event is called the rapture. tukio itakayofuata ya muhimu sana inaitwa unyakuzi, Then the tribulation. kisha dhiki, And then now the second coming. na sasa kuja kwa mara ya pili, Then 1,000 years of the millennium. kisha miaka 1000 ya utawala. That is the day of rest. Hiyo ndio siku ya pumziko After the second coming. baada ya kuja kwa mara ya pili. I'm doing this deliberately Nafanya hii for you kimakusudi, to understand why you should persevere. ili kwamba uelewe ni kwa nini unapaswa kuvumilia. It tells you have no time to go back. Inakwambia kwamba hauna wakati tena wa kurudi To nyuma, look back like Mama Lutu. kuangalia nyuma kama bibiye Loti. There is no time. Hakuna muda na hiyo. And so you need to persevere. Kwa hivyo unapaswa kuwa na subira na uvumilivu. Something interesting Saidia sasa for those who will make it to the rapture. kwa wale ambao watafaulu kwa unyakuzi, And also na pia those who will not make it to the rapture. na wale pia ambao hawatafaulu You kuingia will kwa need unyakuzi. perseverance in the tribulation. Utaanza kuvumilia wakati wa dhiki, So you may enter. ili kwamba So uingie. it's very tricky and very important. Kwa hivyo ni jambo la kutamausha sana na ni muhimu. So prophetically you can tell. Kwa hivyo kiunabii unaweza You kuelezea, can tell where we are. unaweza kutambua ni wapi And you look tumefika, at the events in Israel. na uangalie matukio yanayofanyika Israeli, And then you tell na kisha unatambua where we are. mahali tulipo. And then when you listen to the mega prophets of Yahweh, Na wakati unapowasikiliza manabii wawili wakuu wa Yehova Yahweh, what they are saying, kile ambacho you wanasema, wonder, unashangaa, where will the church have gone? je, kanisa litakuwa If limeenda the church wapi? will not be there, where will she be? Kama kanisa halitakuwepo, basi atakuwa wapi? When he says you will not be able to go to church, Wakati anasema ya kwamba habutaweza tena kwenda he's kanisani, already talking about the tribulation. tayari anazungumzia kuhusu dhiki. And so we need perseverance. Hivyo tunahitaji subira na uvumilivu. Now,
I want to read 2 scriptures before I begin. Nataka nisome maandiko mawili kabla niendelee. The book of Romans 13, Kitabu cha Warumi 13 verse 11. mstari wa 11. Romans 13, verse 11. Warumi 13 mstari wa 11. Another scripture that underscores why we need to persevere. Andiko lingine ambalo linasisitiza kwa nini tunahitaji kuvumilia. He says, anasema, and do this. nanyi fanyeni hivi. So he says, Kwa hivyo anasema, there is something you are supposed to do. kuna kitu ambacho unapaswa kufanya. And he says, Na anasema, understand the present time. eleweni nyakati za sasa. If you will not understand the present time, Kama hautaweza kuelewa nyakati za then sasa, perseverance has no meaning to you. basi uvumilivu na subira haina maana But if you kwako. get to understand the present time, Lakini ukipata kutambua wakati wa then you sasa, will treasure perseverance. basi utathamini ile uvumilivu. Then he says, Kisha anasema, the hour has already come saa tayari imefika for you to wake up from your slumber. ili kwamba kuamuka kutoka Because your usingizini. salvation is nearer now than when we first believed. Kwa maana sasa wokovu wetu umekaribia zaidi kuliko hapo kwanza So you tulivyoamini. can tell Kwa hivyo unaweza where kutambua we are seated. mahali ambapo The tumeketi, rapture is inevitable. unyakuzi haiwezi The epukika. Messiah must come. Masia lazima If you aje. look at the events in the world, Ukiangalia matukio duniani, it tells you inakwambia, how are you going to reverse it. je, utaenda dilisha If leprosy has been healed, ikiwa ukoma umepona, ikiwa ukoma umepona, because the Messiah is coming. kwa sababu Masia If the anakuja. Messiah does not come, Kama Masia hawezi how are we kuja, going to explain this leprosy? basi tutawezaje kuelezea kuhusiana na swala la A ukoma cripple hapa? has walked. Na kiwete How are ametembea. we going to explain if the rapture does not take place? Je, tutaelezea vipi iwapo unyakuzi haijafanyika? So, our salvation has drawn nearer. Hivyo basi wokovu wetu Salvation has drawn nearer. hivyo basi wokovu wetu umekaribia mno, umekaribia mno. That one calls for perseverance. Basi hiyo inaitia subira na That uvumilivu. one calls for perseverance. Basi hiyo inaitia subira na uvumilivu. And I'm doing this. Hivyo. And I'm doing this Na ninafanya with the hii understanding nikiwa na of the ufahamu kind of Christians we have. ni aina ya Wakristo tulio At nao. times, Wakati we mwingine greet one another here tunasalimiana and hapa we go home. na tunaenda But zetu when you are nyumbani, at home, lakini wakati uko you nyumbani begin now to think, unaanza sasa kufikiria, when Sunday comes, Jumapili will inapokuja, I find some of them in the church? je, nitapata baadhi yao kanisani At kweli? times we are not sure whether you people come to church. Wakati mwingine hatuna uhakika kama mtakuja. Wetu umekaribia, Very, very near. imekaribia mno. First Peter chapter 2 verse 9. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Then I'll begin the message. Kisha nitaanza ujumbe. First Peter chapter 2 verse 9. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9. He says, but you are a chosen people. Lakini ninyi ni taifa teule, Your identity in Christ. kitambulisho chenu ndani ya Kristo. The reason why you must persevere Sababu kwa nini sharti uvumilie na uwe na is subira because of who you are. ni kwa sababu ya wewe He uliye. says you are a chosen people. Anasema nyinyi ni watu And teule, perseverance na uvumilivu is the price you must pay ni ile gharama ambayo sharti ulipie, because you have been chosen. kwa sababu You umechaguliwa. are a chosen people. Nyinyi ni watu The teule. reason you must persevere Sababu kwa nini lazima is because of uvumilie your identity in ni Christ. kwa sababu ya kitambulisho Because chako of who ndani ya you Kristo, are. kwa sababu ya jinsi And ulivyo. then he says, Kisha a nasema royal priesthood. taifa, ukuhani wa A kifalme, royal priesthood. ukuhani wa kifalme. Two things. Mambo mawili, Royalty, ufalme, that is the kingdom, hiyo ni and ufalme, then priesthood, na kisha the ukuhani, sacrifice. ile dhabihu. He's saying, the Lord Anasema has chosen you Bwana amekuchagua as a citizen of the kingdom. kama raia wa Number ufalme. two, Nambari ya the Lord pili, has chosen you Bwana to amekuchagua offer sacrifice. ili kwamba ukaweze kutoa So the dhabihu. Lord is saying, Hivyo Bwana if you anasema don't persevere, kama wewe hautakuwa na Who will subira give na the uvumilivu, sacrifice? ni nani atatoa dhabihu? no, just imagine that all the worshippers did not come to church. Wazia tu ya kwamba waabuduo wote hawangekuja kanisani. Who will sing? Ni nani ataimba? Who will give the Ni sacrifice? nani atatoa ile That's why dhabihu? he's saying, Ndio sababu anasema don't forget who you are. usisahau wewe ni This nani. is the reason you must persevere. Hiyo ni sababu kwa nini lazima He uvumilie. says, you are a chosen people, Anasema nyinyi ni watu a teule, royal priesthood, ukuhani wa kifalme, and a holy nation. taifa takatifu. Already your citizenship has changed. Tayari ile uraia wako umebadilika.
already is saying tayari anasema you belong to another kingdom, wewe ni ufalme and mwingine that is a holy nation. na hiyo ni taifa So takatifu. he's saying, Hivyo anasema even if it is on the can point hata kama imefika upigwe risasi uwawe to deny Jesus, ili kwamba umkane Yesu, He says, anasema death is an option. ya kwamba kifo itakuwa guo. Just choose to die for Christ. Ah. We were privileged to visit Namugongo, a place where those who are burned are there. Tulitunukiwa kutembelea mahali ambapo wale Wakristo waliouawa ilikuwa pale. The way they were tied and they were burned because they refused to deny Jesus. Jinsi ambavyo walifungwa wakachomwa kwa sababu walikataa kumkana Yesu. And so Na kwa hivyo he's saying, anasema mkana Yesu. and so Na kwa hivyo he's saying, anasema owing to the fact kwa mujibu kwamba that you are a holy identity in hii Christ. basi ndiyo kitambulisho chako ndani ya Kristo. Rudisha nani? Rudisha msalaba. He says, Anasema God's special possession. nyinyi ni mali ya Mungu specially. We are not ordinary people. Sisi si watu tu wa kawaida. Hapana. Hapana. That's where he came kwa Wajaluo and pulled a kinyi from there. About pull somebody Kwa there. sababu utakamtoa. Just allow me die. Anasema kama kuna chaguo basi ni chaguo ya kwamba kama ni kufa basi wacha nife. And then he says that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Ili kutangaza sifa zake yeye aliyeita kutoka gizani mkaingie katika nuru yake ya He ajabu. says the reason he has chosen you, Anasema sababu kwa nini yeye you are the akakuchagua ambassadors. ya kwamba ninyi ni mabalozi. And he says, Na if anasema you don't persevere as an ambassador, kama basi wewe hautavumilia kama balozi, who will represent heaven on the earth? basi nani atawakilisha mbingu So duniani? just persevere because your heaven is depending on you Hivyo basi wewe vumilia na uwe na subira, manake mbingu to inakutegemea advance the kingdom of God. ili kuendeleza ufalme wa And mbinguni. so, Na kwa hivyo let us look at perseverance wacha now. tuangalie sasa uvumilivu. Having Sasa said that, baada ya kusema hayo, perseverance. uvumilivu, And I said we are very enlightened. na tukasema ya kwamba sisi tumefahamishwa sana mambo We have mengi all reasons why we must persevere. kwa watakatifu, And this perseverance na huku kuvumilia towards the rapture kuelekea unyakuzi is what we need now. ndio kile ambacho tunahitaji sasa hivi At this hour, kwa wasaa huu, when the Messiah is about to take the church. wakati Masia yu karibu sana kuchukua The kanisa. book of Matthew 24, Kitabu cha Mathayo mtakatifu verse 24 13. mstari wa 13. Matthew 24, verse 13. Mathayo mtakatifu 24 mstari wa 13 He says, anasema, but the one who stands firm to the end will be saved. lakini yule atakayevumilia hadi mwisho ndiye ataokolewa. So he's saying Hivyo anasema that your entry, ya kwamba kuingia kwako, your eternity, umilele wako, your salvation wokovu wako, depends on your perseverance. wokovu wako yategemea uvumilivu wako. And he says, Na anasema perseverance is standing firm ya kwamba kuvumilia, simama because imara, that is where your salvation kwa is. sababu hapo ndipo wokovu That's wako where your uliko, redemption is. hapo ndipo kukombolewa That's kwako where your kuko, eternity is. hapo ndipo umilele wako That's where your uko, salvation hapo is. ndipo wokovu wako uko. He says, stand firm. Anasema simama imara, Stand firm in faith. simama imara katika He says, imani. when you stand firm, Anasema wakati you unaposimama imara persevere. unavumilia. And he says, stand firm to the end. Na anasema simama imara, uvumilie hadi mwisho, Sio simama imara 90% to the end, hadi mwisho, until the rapture takes place, hadi unyakuzi or until ufanyike, you die, hadi ufe, until they cut your neck, hadi wakate shingo to yako, the end. hadi In other mwisho. words, he said, until you see heaven. Kwa maneno mengine anasema mpaka uone mbinguni. Perseverance until you see heaven. Vumilia hadi uone And mbinguni. I'm talking to somebody Na ninaongea na who is mtu almost quitting marriage. ambaye karibu anawachana na ndoa yake. One mama was telling me, Mama mmoja alikuwa ananiambia, this man here, you know, when they are there now, they don't say my husband. This man here, unajua huyu mwanaume wakati huyu mtu ananichukia. this is, she said many things. Alisema mambo mengi Then I was sana. asking her, Kisha but nikamuuliza, have you prayed for him? lakini je, umemwombea? She said no. Akasema Then I hapana. said, then what are you doing? Basi nikamuuliza unafanya Then what nini? is the difference between the two of you? Basi utofauti kati yenu wawili ni Askofu, nini? what would I have done? Askofu, basi ningefanya Say, nini? when he abuses you, Wakati pray anakutukana, for that mouth now does not abuse you. ombea hiyo mdomo isikutukane tena. Wamama ambao wameombea midomo zikawacha kutukana, wainue mkono nione.
hapo shida. Sasa anataka kutoroka na hako na silaha ya maombi ya kuombea mdomo ya matusi inyamase, isifu bibi yake. Akifika anasema sweetheart, darling, aseme vitu mingi mzuri. Ananifikiria vibaya. Sasa ombea kichwa yake ifikirie wewe vizuri. Anasikia maneno ya watu. Neno ombea yeye masikio yake isisikie maneno ya watu. To enable you persevere, ili kuwezesha wewe upate kuvumilia. the Bible has said, Biblia imesema persevering to the end. ya kwamba uvumilie hadi mwisho. One time I read a scripture here. Wakati mmoja nikasoma andiko hapa, 1 Corinthians chapter 7:29. Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa And now when I 29. was looking at perseverance, then I understood it. Lakini sasa nilipoangalia kuhusu uvumilivu Say, nikaelewa those who are married ya kwamba wale ambao to stay wameolewa as if they are not married. wakae ni kana kwamba And I hawajaolewa. said, hii Biblia haijaokoka. Nikasema, this Bible is not for Nikasema hii Biblia haijaokoka. Kumbe it was saying, Kumbe alikuwa anasema please persevere. tafadhali vumilia. Kana yeye mpaka mwisho. Si wawili watakuwa kitandani. Ya? Mwingine? Wewe unafikiri nani atabaki? So this is very powerful. Persevere to the end. Hivyo hii ni ya nguvu sana, basi vumilia hadi mwisho. 1 Thessalonians Wathesalonike wa kwanza chapter 4 verse 16, 17. waraka wa kwanza kwa Wathesalonike 4:14 hadi 16. Verse 16 he says, Mstari wa 16 anasema, for the Lord himself will come down from heaven kwa maana Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni with a loud command, akitoa amri kwa sauti with the kuu, voice of the archangel, pamoja na sauti ya malaika and with mkuu, the trumpet call of na God. sauti ya tarumbeta ya And the Mungu. dead in Christ will rise first. Nao wale waliolala mauti wakiwa na mwamini Kristo watafufuka After kwanza. that, Baada ya hilo, we who are still alive sisi tulio hai bado and are left na will tuliosalia be caught up together with them in the clouds tutanyakuliwa pamoja nao katika to mawingu, meet the Lord in the air. ili tukamlaki Bwana And hewani. so we will be with the Lord forever. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana And so milele. this is very powerful, Kwa hivyo hii ni ya nguvu sana, because kwa sababu this is what is supposed to encourage us to persevere. hii ndio kile ambacho kinapaswa kututia moyo kuvumilia. This is the blessed hope. Hii ndio tumaini barikiwa. If somebody was to ask you Kama mtu angekuuliza why you are persevering, kwa nini you unavumilia, say utasema there is hope. kuna tumaini. The Lord will come Bwana atakuja and my salvation will come. na wokovu wangu And utakuja, when we go to heaven, na wakati tutaenda mbinguni everything will change. kila kitu This is kitabadilika. our hope. Hii ndio tumaini This is the letu. reason we must Hii persevere. ndio sababu kwa nini sharti Very tuvumilie. soon, Hivi We are karibuni going to be with the Lord forever. tutaenda kuwa pamoja na Bwana Hizi shida za milele. hapa duniani it will be forgotten. Shida zote za hapa We finally find ourselves in heaven. wakati hatimaye tutajikuta presence of mbinguni God. katika uwepo wa We will Mungu, know tutajua all the troubles of the world have gone. shida zote za dunia This is a zimekwisha. scripture that should encourage you to persevere Hii ni andiko ambayo inapaswa kukutia wewe moyo uvumilie and say, na kusema thank you, Lord. asante Very Bwana, soon you are coming, hivi karibuni unakuja and these things will come to an na end. mambo haya yote yatafika So mwisho. this is a scripture. Kwa hivyo hii ni That's andiko, why we are saying ndio sababu tunasema perseverance of the saints ya kwamba uvumilivu ya towards watakatifu the rapture. kuelekea unyakuzi. Our focus is the rapture. Lengo letu ni unyakuzi, Our focus is the rapture. tazamio letu ni unyakuzi. Hebrews chapter 10, Waibrania sura ya 10 verse 36. mstari wa 36. Hebrews chapter 10, verse 36. Waibrania 10:36. He says, Anasema you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. Waibrania 10:36 inasema inawapasa kuvumilia ili mkisha kufanya mapenzi ya Mungu mpate kile alichoahidi. So you see now why perseverance is a must. Kwa hivyo unaona kwa nini kuvumilia ni That lazima, we may do the will of ya God kwamba tukafanye mapenzi ya and Mungu finally receive the promises he has promised na us. hatimaye tuweze kupokea zile ahadi And alizotuahidia. every
book in the Bible has promises for us. na kila kitabu kwenye Biblia inazo ahadi kwa ajili The Bible yetu. is a book of promise. Biblia ni kitabu cha And ahadi, these promises, na hizi we are ahadi looking forward to them. sisi tunazitazamia, But how do we get there? lakini Through perseverance. kupitia And uvumilivu. so it does not matter what comes your way. Kwa hivyo haijalishi ni nini itakuja kwako, No. hapana. This is the hour to persevere. Basi hii ndio wasaa wa If kuvumilia. there's anything that will help you at this hour, Ikiwa kuna kitu ambacho kitakusaidia kwa wasaa huu, is this virtue of ni perseverance, hii maadili ya kuvumilia, that it will help you ya kwamba itakusaidia to do the will of God, ili wewe ukafanye mapenzi ya And Mungu, also na pia to receive the promises. ili kwamba ukapokee zile ahadi. The reason we must persevere. Sababu kwa nini lazima tuvumilie, That's very, very important. na hiyo ni ya muhimu sana. And so, Na kwa hivyo as I said, vile nilivyosema, the rapture unyakuzi is the blessed hope of the Christians. ni tumaini barikiwa ya The blessed Wakristo, hope of the church. ni tumaini barikiwa la kanisa, The certain taking away of the saints ile kuchukuliwa kwa ghafla kwa watakatifu when they meet Christ in the air. wakati Because kwa sababu when you look at the promise, wakati unapoangalia zile ahadi, this is not for careless Christians, the end of salvation. hadi waone mwisho wa wokovu wao. So the rapture is the blessed hope. Kwa hivyo unyakuzi ni tumaini That barikiwa, hour when the Messiah will come and they are caught up with the Messiah in the hiyo air. wasaa ambayo Masihi atakuja na wakutane na Bwana When you hewani. look at the promise of the rapture, Na unapoangalia ahadi ya it is unyakuzi, not for careless Christians. sio ya Wakristo wazembe wasiojali, Me I can leave church. ati mi naweza acha Me I kanisa, can leave my wife. mi naweza acha mke wangu, Oh, me I can do what? mi naweza fanya No, even nini. if they sack you, Hata kama wakikufuta kazi, or you wake up one morning, your business was brought down. ama uamuke asubuhi moja biashara yako imeisha, Remember the blessed hope kumbuka ile tumaini barikiwa and persevere na and kuvumilia, wait upon the Lord. na wewe ukapate And he said kumgoja Bwana. perseverance in faith, Na anasema uvumilie katika imani, perseverance in holiness, vumilia katika utakatifu, perseverance in obedience, wewe vumilia katika kutii until we see the end. hadi tuuone mwisho. The Lord understands that storms will come, Bwana anaelewa kwamba dhoruba zitakuja, temptations will come, majaribu yatakuja, Trials will come. mitihani itakuja, suffering will come, mateso yatakuja, but perseverance lakini will kuvumilia, enable us to triumph. kuvumilia Very, very important to us. Kwa hivyo hii ni ya muhimu sana kwetu, And so, na kwa hivyo perseverance kuvumilia is the faithfulness ni ile uaminifu until the end. hadi mwisho. Revelation chapter 2 verse 10. Ufunuo 2:10. Revelation chapter 2 verse 10. Ufunuo 2:10. Perseverance is the faithfulness to the end. Kuvumilia ni ile uaminifu hadi Let mwisho. us be faithful to the end. Wacha tuwe waaminifu hadi He mwisho. says, do not be afraid of what you are about to suffer. Usiogope mateso yatakayokupata. So when we are suffering, it does not get God unaware. Kwa hivyo wakati He tunateseka, knows. si kwamba Mungu hajui, He knows it has anajua. come. Anajua He kwamba knows you are mateso suffering. imekuja, anajua He knows what you unateseka, are going through. anajua kile ambacho That's why unapitia. he says, Ndio sababu anasema do not be afraid of what you are about to suffer. ya kwamba usiogope kile ambacho uko karibu I kuteseka. tell you, Na the kuambia, devil will put some of you in prison na kuambia shetani atawatia baadhi yenu to gerezani test you. ili kuwajaribu, And you'll suffer persecution for 10 days. nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku 10. He says, Anasema be faithful uwe mwaminifu even to the point of death. hata kufa, And I'll give you life as your victor's crown. I'll give you the crown of life. nami nitakupa taji ya uzima. Look at the faithfulness the Lord is requiring from us. Angalia ile uaminifu ambayo Bwana anataka kutoka To kwetu, underscore perseverance. kusisitizia swala la kuvumilia. He says, Anasema faithful to the point of death. uwe mwaminifu hadi And kufa. I say, Na in nikasema perseverance, katika kuvumilia, death is an option. kifo ni We chaguo. can choose death Tunaweza chagua kifo against sin. dhidi ya He said, dhambi. I'm ready to die Anasema niko rather tayari than kufa sin, kuliko kutenda rather than dhambi, fall, kuliko rather than kuanguka, backslide, kuliko kurudi rather nyuma, than leave the altar, kuliko kutoka na kuenda wache be with the Lord na now. niende niwe na pamoja na Bwana He sasa. says, Anasema faithful to the end. uwe mwaminifu hadi mwisho. Even to- Hivyo ni muhimu To sana understand
kuelewa. When the Lord is asking us to persevere, Wakati Bwana anatuambia kwamba talking tuvumilie. about the persevere, asking us to persevere, Wakati Bwana anatuambia kwamba talking tuvumilie. about the perseverance of the saints, Akizungumzia kuhusu kule kuvumilia kwa watakatifu. He's saying, Anasema those who will be faithful to the end. wale ambao watakuwa waaminifu mpaka And mwisho. for them, even if you give them death, they better death than sin. Kwa wao hata ukiwapatia kifo ni afadhali wakufe kuliko kutenda dhambi. Faithful to the point of death. Waaminifu hadi katika kiwango Very cha kufa. serious. Ya kufa. Serious. Ya kumaanisha sana. Very, very serious. Ya kumaanisha kabisa. Perseverance Kuvumilia is the steadfastness ni ile kuwa dhabiti in doctrine and holy living. katika mafundisho ya kweli na kuishi maisha ya Acts utakatifu. chapter 2 verse 42. Matendo 2:42. Steadfastness Kuwa dhabiti in doctrine katika mafundisho and holy living. na ile maisha ya We are utakatifu. living in a time of everybody is false. Tunaishi nyakati ambapo kila mtu ni muongo. False pastor, Wachungaji wa uongo, false apostle, mitume wa uongo, false evangelist, wainjilisti wa uongo, false MCA, wale false wawakilishi MP, wadi wa uongo, false MCA, wale false wawakilishi MP. wadi wa uongo, Everybody is wabunge uongo, everybody is wabunge wa uongo. false. Kila mtu ni muongo, kila mtu ni He said muongo. doctrine. Anasema False. muongo, kila mtu ni muongo, kila mtu He ni said muongo. doctrine. Anasema mafundisho. Look at Tumaini lako ndani ya should be Kristo unwavering. haipaswi kuwa inayumba The book yumba. of Hebrews 12 verse 1 and 2. Kitabu cha Waibrania 12 mstari wa kwanza na wa pili. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Waibrania 12 mstari wa When kwanza. the na Lord wa pili. talks about perseverance, Wakati Bwana anazungumzia kuhusu He kuvumilia, talks about unwavering trust in Him. anazungumzia kuhusu ile tumaini ambayo haiyumbi. Therefore, since you are surrounded by such a great cloud of witness, Kwa sababu hii, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa namna hii la mashahidi, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. basi na tuweke kando kila kitu kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa kwa ajili yetu. Fixing our eyes on Jesus, Basi na tumtazame sana Yesu, the pioneer mwanzilishi and the perfecter of our faith. na mkamilishaji wa imani For yetu. the joy set before Him, Kwa ajili ya ile furaha iliyowekwa mbele He yake, endured. He alistahimili, persevered the cross, alivumilia msalaba scourging its shame, bila kujali aibu ya hiyo and sat down at msalaba, the right hand of the throne of God. naye ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Jesus set an example for us. Yesu katuwekea He mfano, also persevered. pia yeye alivumilia. And then you see now Na kisha unaona that the sasa Lord is asking us ya kwamba Bwana anatuuliza, that zunguka problems you are going through, Zunguka. problems you are going through, zile shida ambazo unapitia, just fix your eyes. weka macho yako to Jesus. kwa Yesu. And today we have testimony. Na siku ya leo tunazo What merely church attendance? sio tu kuja kanisani Or some excitement, ama furaha fulani, but a consistent life. lakini ile ni maisha ya kufululiza, A consistent life, maisha ya kufululiza Of ya uvumilivu, regardless of what you are going through, faith and obedience. ya imani na utiifu. That's why I'm encouraging you Ndio kwa sababu ninawatia that moyo blessed people, ya kwamba watu wa the rapture dhamani, is here. unyakuzi ndio hii Let us hapa. now learn to persevere. Tujifunze kuvumilia, That will help us enter. hiyo itatusaidia And kuingia. He says Na anasema it should be a continuous life. inapaswa kuwa maisha ambayo yanaendelea, It's not about hayakomi. attending church. Haihusu tu kuja kanisani kwa Eternity is ibada. bigger. Umilele ni kubwa That's what zaidi Jesus has prepared for us. ambayo Yesu And ametuandalia, that's why we must persevere na kwa hivyo mmoja anapaswa to kuvumilia help us see the glorious kingdom of heaven. ili tusaidie kuona ufalme wa utukufu wa mbinguni. Now, Sasa why is perseverance kwa nini basi uvumilivu? needed towards the rapture? Kwa We nini, need perseverance kwa nini tunahitaji towards uvumilivu? the rapture. Kwetu. Matthew 24 verse 12. Mathayo 24:12. The reason we need perseverance, Sababu kwa nini tunahitaji the days uvumilivu? are evil. Siku ni za These uovu, days are evil. hizi nyakati ni za uovu. That's why we need perseverance. Ndio sababu tunahitaji For uvumilivu. many will come in my name. Maana Ngoja. I said 24. 24:12. 24:12. 24:12. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kwa sababu ya kuongezeka kwa uovu, upendo wa watu wengi utapoa. Now that is the reason we need
perseverance. Basi hiyo ndio sababu kwa nini tunahitaji These uvumilivu. are days of evil. Hizi ni nyakati za uovu, And if you cannot learn perseverance, na kama hautajifunza it kuvumilia will sweep your way. itakusomba That's why kabisa. the Bible is warning. Ndio sababu Biblia inaonya, As we move towards the rapture, tunapoelekea karibu kwa wickedness is unyakuzi, increasing. basi uovu Evil unaongezeka, is increasing. maovu It's yanaongezeka. very shocking. Inastaajabisha, Very, very shocking. inastaajabisha And then sana. he says, Kisha nasema as it is increasing, wakati maovu the inaongezeka, love of most, upendo wa the wengi, love of most towards Christ, upendo wa wengi kwa the Kristo, way they used to love God, jinsi ambavyo walikuwa will wanampenda now begin Mungu, to fade away. sasa itaanza Because there is kupotea no kwa perseverance. sababu hamna The uvumilivu. reason we need perseverance Sababu kwa nini tunahitaji is because kuvumilia? there is so much evil. Kwa sababu kuna uovu And mwingi, if we are not careful, it will stop us from entering. na kama tutakosa kuwa uangalifu itatuzuia There's tusikose also the kuingia. increase Na pia kuna in kuongezeka lawlessness, katika uasi, deception, and udanganyifu false teachings. na mafundisho ya uongo. That is everywhere now. Iko kila mahali sasa. You open the radio, Ukifungua redio, newspaper, ile gazeti, TV, televisheni, you see a lot of deception. unaona udanganyifu mwingi You see a sana, lot of lawlessness, unaona uasi mwingi sana, false teachings. mafundisho ya And so uongo. many will grow cold Kwa hivyo upendo wa wengi utapoa in the love for God. kwa upendo wa Mungu. That's why you can see people can stay at home Ndio sababu unaweza ona watu wanaweza kaa and nyumbani prefer to watch football na waone afadhali watazame kandanda than be in the church and worship the Lord. kuliko kuwa kanisani na kumwabudu Kumbe the love Bwana. has grown cold Kumbe upendo wake because of the umepoa increase of evil and kwa wickedness. sababu ya kuongezeka kwa uovu na maovu Very, very powerful. ya nguvu sana. There will be a lot of persecution Kutakuweko na mateso mengi and many things. na mambo mengi. It's also because of temptations Pia ni kwa ajili ya majaribu and trials. na mitihani, Temptations and trials. mitihani na majaribu. That is the reason we need Hiyo perseverance. ndio sababu kwa nini tunahitaji kuvumilia. 1 Peter chapter 4, Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 verse 12 and 13. mstari wa 12 na The second 13. reason Sababu ya why pili we need perseverance towards the rapture kwa nini tunahitaji kuvumilia tunapoelekea kwa is unyakuzi because of temptations and trials. ni kwa sababu ya majaribu na mitihani. 1 Peter chapter 4, Waraka wa kwanza wa Petro 4 verse 12 and 13. mstari wa 12 na 13. Umekataa? Lakini soma yako tu. Wapenzi, Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. wapenzi, msione ajabu katika yale mateso yanayotukia miongoni mwenu, kana kwamba ni kitu kigeni kinachowapata. 13. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Bali furahini kuwa mnashiriki katika mateso ya Kristo, ili kwamba mpate kufurahi zaidi na kushangilia wakati utukufu wake utakapofunuliwa. So that's why we need Ndio perseverance. manake tunahitaji So kuvumilia. much temptations, Majaribu mengi, so much trials. kuna mitihani But the mingi, Bible has said lakini Biblia imesema ni ya kawaida tu. ni ya kawaida. So it is not new. Kwa hivyo sio jambo And geni. it may not be you alone. Inaweza kuwezekana kwamba sio wewe peke There's also yako, another brother, another sister somewhere. kuna ndugu pia na dada mahali. And so, Na kwa hivyo let us persevere. wacha tuvumilie. These things are for a short time. Mambo haya tu ni ya muda You cannot mfupi. compare it with the glory that is coming. Hauwezi linganisha na utukufu unaokuja. So, persecution, Kwa hivyo mateso, worldly pleasure, zile anasa za dunia and discouragement, na kule kushushika moyo, they'll try to pull believers away. hiyo inajaribu kuwaondoa Wakristo kutoka kwa So when imani. these things come to us, Kwa hivyo wakati mambo haya yanapokuja the devil kwetu, does not want you to go to heaven. shetani hataki uende He mbinguni, wants to stop you. anataka And kukuzuia. that's why Na hiyo ndio he sababu brings these things. analeta mambo But haya, he says, lakini in anasema order to counter the schemes of the enemy, ili kwamba uweze kukabiliana na zile mbinu za yours is shetani, just to persevere. yako tu ni kuvumilia, And you will triumph. na wewe You will utashinda, be victorious. utaibuka mshindi, You will win. utashinda. And so, Na kwa hivyo very, very powerful. ya Number nguvu 3. sana. Number 3. Nambari ya tatu, The reason we need perseverance at this hour sababu kwa nini tunahitaji uvumilivu kwa wakati is huu because the rapture will be certain. ni kwa sababu unyakuzi utakuwa ya ghafla. Matthew
Matthew 24:42-44. Mathayo 24:42-44. You may fail to persevere 1 minute, Unaweza kosa ama ushinde kuvumilia and kwa the dakika next moja, minute the rapture takes na place. kisha dakika inayofuata unyakuzi It is ufanyike. certain. Ni ghafla The imminence of the rapture. ile unyakuzi kufanyika kwa wakati He wowote. says, therefore keep watch. Kwa hiyo kesheni. So today we are finding another meaning of keep watch. Kwa hivyo leo tunapata maana nyingine ya He kukesha. said, therefore persevere. Kwa hivyo vumilia. Perseverance will help you. Vumilia Because you itakusaidia. do not know at what day the Lord will come. Kwa maana hamjui ni siku gani atakapokuja Bwana wenu. So because we don't know the day or the hour, Kwa sababu hatujui siku let wala us saa. just persevere. Wacha basi So he may tukuvumilie find us still on the way. ili kwamba tupate tukiwa bado Still njiani. on the way. Bado tukiwa But njiani. understand this. Lakini fahamuni If the hili. owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, Fahamuni kwamba kama mwenye nyumba angelijua ni wakati gani wa usiku ambao mwivi he would anakuja, have kept watch angelikesha and would not have let his house be broken into. na asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. So you also Kwa must be hiyo ready. ninyi pia hamna budi kuwa tayari. So our readiness is perseverance. Kwa hivyo utayari wetu ni Because the kuvumilia, Son of Man will come at an hour when you do not kwa expect him. sababu mwana wa damu atakuja saa msiyoitazamia. The reason we must persevere. Sababu kwa nini lazima It will be uvumilie? certain. Itakuwa ya The ghafla. rapture will be certain. Unyakuzi itakuwa ya ghafla. We need to be ready. Tunahitaji kuwa So tayari. only those Kwa hivyo ni wale who tu remain ready, ambaye walibaki kuwa tayari they will be caught up with the Messiah. watakutana na Masia. So perseverance Kwa hivyo kuvumilivu keeps our lamps burning inaweka taa yetu ikiwaka like the wise virgins kama wale wanawali in werevu Matthew 25 katika Mathayo 25 verse 1 to 13. mstari wa kwanza hadi wa So 13. today Kwa hivyo siku ya we are leo understanding tunaelewa, how did the wise virgins succeed. je, wale wanawali werevu walifaulu namna They gani? persevered. Walivumilia. So perseverance Kwa hivyo kuvumilia keeps our lamps burning basi itafanya taa yetu iendelee kuwaka until the bridegroom arrives. hadi wakati bwana harusi Until we afikapo, enter. hadi So tuingie. that's very, very important. Kwa hivyo hiyo ni ya muhimu Very, sana, very important. ni ya muhimu sana. Now, Sasa let us look at marks of persevering saints. wacha tuangalie zile alama ya kumtambulisha mtakatifu anayevumilia, Very powerful. ya nguvu sana. Marks of a persevering saint. Zile alama za kumtambua mtakatifu In anayevumilia, other words, a believer preparing for the rapture. kwa maneno mengine muumini anayejiandaa kwa unyakuzi. Number 1, Nambari ya kwanza 6. mstari wa 4 hadi wa 6, They abide in Christ daily. wanakaa ndani ya Kristo kila siku. He says, remain in me as I also remain in you. No Anas- branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa matunda lisipokaa ndani ya mzabibu. So these are marks of a believer. Kwa hivyo hizi ni alama za kumtambulisha persevering. muumini ambaye He is anavumilia. abiding in Christ. Yeye anakaa ndani ya Kristo And Christ lives in him. na Kristo anaishi ndani He yake. says, neither can you bear fruit unless you remain in me. Kwa hivyo hamuwezi kuzaa tunda isipokuwa mkae ndani yangu. I am the vine, Mimi ndiye you mzabibu, are the branches. nanyi ninyi ni If you matawi. remain in me Akaaye ndani and yangu I in you, nami ndani you will bear yake, much fruit. huyo huzaa sana. Apart from me, Maana pasipo you mimi can do nothing. ninyi hamuwezi kufanya jambo lolote. So you see now, Kwa hivyo unaona sasa, when we abide in Christ, wakati tunakaa ndani ya that's a Kristo, landmark of perseverance. hiyo ni kitambulisho cha kuvumilia. Sema, ukitaka tu kuniweka chini, angusha Yesu. La sivyo, bila Yesu mimi siko. So mimi na Yesu tuko pamoja. Perseverance. Uvumilivu. If you want to know you're persevering, Kama unataka kujua you are unavumilia, abiding in Christ. wewe unakaa ndani ya Kristo, You are abiding in unakaa Christ. ndani ya Kristo, Meaning, kumaanisha Constant fellowship ile ushirika usiokoma through prayer, kupitia maombi, through the word, kupitia neno, through obedience. kupitia And kutii. we saw the early church, Na tuliona kanisa la the way they kwanza were devoted. jinsi ambavyo walikuwa Kumbe, it wamejitolea. was causing them to abide in Christ. Kumbe ilikuwa inawasababisha wao kukaa ndani ya Kristo, Very, very powerful. ya nguvu sana. Number 2, Nambari ya they pili, walk
in holiness. wanaenenda kwa utakatifu. The scripture of Shalin, Andiko la Shalin, Hebrews 12:14, waraka wa pili kwa Timotheo chapter 4, sura ya 4 verse 3 and 4. mstari wa 3 na wa 4. 2 Timothy chapter 4, Waraka wa pili kwa verse 3 Timotheo and 4. sura ya 4 mstari wa 3 na wa 4. For the time will come when people will not put on with sound doctrine. Maana wakati utakuja watu watakapokataa kuyakubali mafundisho yenye uzima, za tamaa zao They wenyewe, will gather around them a great number of teachers watajikusanyia idadi kuu ya walimu, to say what their itching ears want to hear. wapate kuambia yale ambayo masikio yao yanawasha yanatamani They will kuyasikia. turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Watakataa kusikiliza kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. So he says, Kwa hivyo anasema the persevering church, ile kanisa they will linalovumilia hold to the sound doctrine. watashikilia mafundisho yenye uzima. They'll guard against Wanaenda kinyume, false teachers wanaenda kinyume na walimu wa uongo and compromise. na bila kuridhiana na So they'll dhambi. not accept the false teachers. Kwa hivyo hawezi kukubali will walimu wa not uongo, compromise. hawataridhiana Number na 5, dhambi. Nambari ya They 5, will endure suffering watavumilia mateso with joy. na kwa They will furaha. endure suffering with joy. Watavumilia mateso kwa furaha. The book of Romans chapter 8 verse 18. Kitabu cha Warumi 8:18. Romans chapter 8 verse 18. Warumi 8:18 He says, anasema, I consider that our present sufferings are not worthy comparing with the glory that will be revealed in us. na hesabu mateso yetu ya wakati huu kuwa si kitu kulinganisha na utukufu utakaodhihirishwa kwetu. Very powerful. Ya nguvu sana. He says, Anasema a church that is persevering, kanisa ambalo lavumilia, a church that is persevering, kanisa linalovumilia, they endure suffering. wanavumilia mateso, They endure suffering. wanavumilia na kustahimili And mateso. that's very powerful. Na hiyo ni ya nguvu sana. Because Kwa sababu why do they endure suffering? kwa nini wanastahimili mateso? Because Kwa sababu trials purify them yale majaribu huwasafisha and strengthen their faith. na inatia nguvu imani yao. Good morning, Habari ya asubuhi, Trans Nzoia Central. Trans Nzoia ya kati. Monsu, Habari zenu. Kifaransa. Enduring suffering. Wanastahimili mateso. Deputy Archbishop Naibu askofu mkuu Kitui and Rose. Kitui bishops. pamoja na Rose, These people do not endure suffering. hao watu hawawezi A small kustahimili mateso. thing like this, Kitu kidogo hivi they are leaving Jesus. wanamwacha They are Yesu, leaving church. wanaacha They are kanisa, leaving the faith. wanaachana na imani. And yet, Ili hali perseverance kuvumilia is enduring suffering. ni kule kustahimili mateso, Meaning, They kumaanisha understand why God allows it. wanaelewa ni kwa nini Mungu And ameiruhusu, they understand the benefit of suffering. na wanaelewa zile faida za And they mateso. even want to swim in the Na suffering. hata je, unaona kile ambacho Warumi 8:18 For inasema them. kwa wao But kidogo, what is coming lakini kile ambacho is kiko mbele, greater. They cannot persevere to wait until the Lord opens the door wapate kazi. They want to. Sasa wanataka kukubali wafanye dhambi ndio apate kazi. They are not able to persevere. hawawezi kuvumilia mpaka Bwana wafungulie mlango wapate They kazi. prefer to sin. Wanaona ni heri wafanye dhambi, I've suffered enough. nimeteseka ya They are kutosha. not. They don't want to continue praying for their family. They want to leave the family. Hawataki kuendelea kuombea familia yao, wanataka kuachana na Even when familia. Bishop has called them and say, wacha sasa hata sisi tukuje tuombe na nyinyi sasa. Hata wakati tutie nguvu nyinyi. hata wakati askofu Askofu, you don't anawaita understand. kuombe pamoja. Askofu, wewe You don't hauelewi. understand. Wewe askofu But how hauelewi. can he be a bishop and not understand? Lakini je, unawezaje kuwa askofu ukose He kuelewa? understands. Anaelewa. So accept, Kwa hivyo to kubali, endure, kustahimili, persevere, uvumilie, patient, ile so subira, that at the end ili kwamba mwisho we may see this glory tuweze kuona huu that tukufu cannot be compared with the suffering we are going in. ambaye haiwezi kulinganisha katu kamwe na mateso ambayo tunapitia. please, Kwa hivyo I'm tafadhali, calling on the church naitia kanisa to persevere, to muvumilie, endure. mustahimili. No amount of suffering. Hakuna kiwango chochote cha And I mateso. said, Na if the nikasema suffering is
tough, kama hiyo mateso ni ngumu, we choose death tunachagua kifo rather than sinning. kuliko kutenda Our dhambi. option is death. Chaguo letu ni kifo, Faithful until death. kuaminifu hadi The kifo, point of death. katika kiwango cha kufa. So we must endure suffering. Kwa hivyo lazima tustahimili mateso Very, very powerful. ya nguvu sana, Because they strengthen our faith. kwa sababu inaimarisha imani They yetu purify us. na inatusafisha na kututakasa. They purify us. Inatutakasa. A few helps Msaada chache, for persevering until the rapture. msaada chache kwa kuvumilia hadi unyakuzi. Some helps Zile msaada chache for persevering until the rapture. kwa kuvumilia hadi mwisho. The book of Luke, the book of Jude, Kitabu cha Yuda, Jude 20:21. kitabu cha Yuda 20:21, Jude 20:21. kitabu cha Yuda 20:21 He says, anasema, Jude. kitabu cha Oh, you Yuda, want me to say, okay, Jude chapter 1. Jude is just one chapter. Jude chapter 1, 20:21. kitabu cha Yuda 20:21 He says, anasema, but you, dear friends, lakini ninyi wapenzi, by building up in your most holy faith jijengeni katika imani yenu iliyo takatifu and sana, praying in the Holy Spirit, tena ombeni katika Roho Mtakatifu, keep yourselves in God's love jilindeni katika upendo wa Mungu, as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. mkitazamia kwa furaha rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo ili awalete katika uzima wa milele. So what is our help? Kwa hivyo je, msaada wetu ni Towards the gani rapture. kuelekea kwa He unyakuzi? says, Anasema the Holy Spirit msaada wetu ni Roho will Mtakatifu, help you. atakusaidia So you are not alone to endure. ili ustahimili, Endure. ili ustahimili, Endurance is not our own strength. ili kule kustahimili sio kwa nguvu It's the zetu help sisi of wenyewe, God. bali ni msaada wa It's actually Mungu. the meaning of grace. Kimsingi ndio maana ya So he neema. says we will receive the help of the Holy Kwa hivyo Spirit. anasema tutapokea msaada wa Roho He will Mtakatifu, help us atatusaidia until he brings us to eternal life. hadi atufikishe katika uzima wa Very, milele. very powerful. Ya nguvu sana, Very powerful. ya nguvu The sana. Holy Spirit will build us up. Roho Mtakatifu atatujenga Build your sana, faith. atajenga imani yako. And Roho Mtakatifu atatujenga Build your sana, faith. atajenga imani yako And keep you na kulinde in God's love. katika upendo wa So Mungu. the question to ask, Kwa hivyo swali la kuuliza, or could it be true? au je, yaweza kuwa ni The kweli? reason you cannot persevere Sababu kwa nini hauwezi is the kuvumilia absence of the Holy ni Spirit. kwamba hauna Roho, kwa sababu kuvumilia ni lazima. Because of the tribulation. Hatuwezi kuandaa watu ambao wanaenda kwa dhiki. Hapana. Then why did you come? Mstari wa Your 105, word is a lamp for my feet and a light on my path. Is a lamp for my feet and a light on my path. neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia. I want to repent. Nataka nitubu. Yesterday I was thinking of calling that man who sells Bibles to us. Jana nilikuwa nawaza kuhusu kumpigia huyo mtu ambaye huwa anatuuzia Biblia simu. I only remembered when I was here. Nikakumbuka tu wakati I niko wanted hapa. him to bring Bibles here and you people buy Bibles. Nilitaka akuje, And he's there. So I amekuja. was in the spirit, he was in the spirit. Kwa hivyo nilikuwa kwa roho naye alikuwa kwa Make sure roho. you have a Bible. Hakikisha umepata He Biblia. says, Anasema our help at this hour anasema msaada is the wetu kwa word of wasaa huu God. ni neno la Mungu, ndio msaada is the wetu, word of ni God. neno la And he Mungu. says, Na anasema put it there. He says, anasema your word neno lako is a lamp to my feet. ndio taa ya miguu And a light yangu to my- na nuru mwanga katika njia yangu. The word will guide you. Neno litakuelekeza, The word will instruct you. neno The word litakuagiza, will help you. neno litakusaidia Keep on persevering. ili kwamba uendelee until you see kuvumilia the end. hadi uone ufalme wa These are Mungu. great helps from God Hizi ni msaada iliyokuu Towards sana the kutoka rapture. kwa Mungu kuelekea kwa unyakuzi. as we prepare for the coming of the Messiah. Je, umejiandaa kwa kuja kwake Masia? The word of God. Neno la Mungu It will help us, itatusaidia strengthen us iweze kututia to nguvu resist sin ili kwamba tukapinge and dhambi deception. na udanganyifu. Number 3, Nambari ya 3, fellowship ushirika. with other believers. Ushirika na waaminio wengine. Hebrews 10:25. Waibrania 10:25. I heard that the
fellowship of overseer Edith will be meeting for prayers. Nilisikia kwamba ushirika ya mwangalizi Edith watakuwa nakutana kwa That is maombi. where our help is. Hapo ndipo mahali msaada wetu uliko. That's where our help is. Hapo ndipo msaada wetu uliko. Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more you see that the day of the rapture is approaching. Wala tusiache kukutana pamoja kama wengine walivyo na desturi ya kukutana. Tuhimizane sisi kwa sisi kadri tuonavyo siku ile inakaribia, siku ya unyakuzi. Like today, Na leo we have the fellowship of Trans Nzoia Central. tuko na ushirika wa Trans Nzoia ya And kati. some people are in the house. Na They watu didn't come. wengine wako kwa nyumba hawakuja. How can you forget the fellowship? Unawezaje kusahau ushirika? We have midweek fellowships. Tumekuwa na zile ushirika za katikati ya We wiki. have extravaganza fellowship. Tuko na ile ushirika wa ibada ya We have mfululizo. crusade fellowship. Tuko na mikutano ya We have Injili. Kesha fellowship. Tuko na ushirika wa mikesha. Isn't those things are important? Na hayo mambo ni They will muhimu. help us Itatusaidia towards the rapture. ili kuelekea kwa unyakuzi. Inapaswa kutupa motisha, The hope of the rapture. ile tumaini la unyakuzi. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Mungu wetu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. So the hope of the rapture Kwa hivyo tumaini la unyakuzi is another help for us, ni for those who do not persevere. It says, inasema, but my one will live. ni mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye kama akisitasita sina furaha naye. So spiritual backsliding. Kwa hivyo kule kurudi nyuma kwa kiroho, kwa ile hatari ya kurudi nyuma, He is warning. anaonya. He has no pleasure on backsliders. Hafurahii wale ambao wanarudi nyuma. So that should warn you Kwa hivyo hiyo inapaswa to keep kukuonya on persevering. ili kwamba uendelee kuvumilia. But remember also, Lakini kumbuka pia, I think Luke 17:32. nafikiri ni Luka Remember 17:32. Lot's wife. Kumbuka mke wa Loti She did the same. alifanya vivyo Backsliding. hivyo, kurudi nyuma. She could not persevere Hangeweza kuvumilia and she missed it. na kaikosa. So he says, please, Hivyo anasema on tafadhali, matters of perseverance, katika masuala ya kuvumilia no backsliding. hakuna kurudi nyuma. Ati hii kitu imekuwa moto sana. The story from Uganda. Hadithi kutoka Uganda. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. So we were told Kwa hivyo when they tuliambiwa were being burned, wakati walikuwa wanachomwa, then one of them said, kisha mmoja wale waliokuwa wanachomwa akasema, on the side of my legs, upande wa miguu yangu I feel cold. ninahisi hakuna kurudi nyuma. Instead ya kusema tafadhali mtoeni hii moto tu, hii maneno hata hii maneno ni mambo ya askofu ndiye alileta hii maneno hii. Hii mambo tu ni deputy Rose tu kila wakati rapture. Mimi hii maneno hata mimi si ya hii maneno. Anasema ongeza kuni. Why? No backsliding. Hakuna kuanguka. Perseverance to the point of death. Vumilia hadi So the kufa. Lord raising a caution. Kwa hivyo Bwana yeye anaibua At this tahadhari. hour, no backsliding. Kwa wakati huu hakuna kuanguka, hakuna kurudi nyuma. Ndio ukasikia wale wameoa wakae kana kwamba hawajaoa, wavumiliane. Ukiona watu wamekaa miaka mingi, siri yao ni kuvumiliana na kuhurumiana na kutubiana na kusameana na kusonga mbele. Hiyo ndio siri wako nayo. So hakuna ndoa ati ndoa ya fulani ni mzuri kuliko ya mwingine. Nyinyi wengine hamjazoea kusameana na kuvumiliana na kusonga mbele. Sasa wao unakubali unaacha ndoa. Shosho tu mzima tu unaacha ndoa saa hii. Bora tu umepata mtoto mmoja wewe ni shosho. Ati naenda kuolewa, shosho unaolewa na nani? Hata jinsia hawatakubali. Hakuna mtu atakubali. Vumilia tu na huyo jamaa yako mpaka wapi? Rapture. No, this is very serious. Hii ni ya kumaanisha sana. No backsliding. Anasema hakuna It's kuanguka, warning. hakuna kurudi nyuma. He does not take pleasure in them. Yeye hafurahii wale ambao wanarudi nyuma. Very shocking. Ya kustaajabisha. Very, very Ya shocking. kustaajabisha sana. So there is no backsliding. Kwa hivyo hakuna kurudi nyuma.
Also, you will be left behind. pia utaachwa nyuma. Matthew 25, Mathayo verse 25 10 and 12. mstari wa 10 na 12. Like the foolish virgins, Kama wale wanawali wapumbavu, unprepared, hawakujiandaa and they were left behind, na wakaachwa, and they missed the rapture. wakakosa unyakuzi. So this is a serious caution. Kwa hivyo hii ni tahadhari kali But sana. while they were on their way to buy the oil, the Na- bridegroom arrived. Nao walipokuwa wakienda kununua mafuta, bwana harusi akafika. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. Wale wanawali waliokuwa tayari wakaingia ndani pamoja naye kwenye karamu ya harusi, And the door was shut. na mlango They were ukafungwa. left behind. Waliachwa nyuma. The foolish virgins Wale wanawali did not wapumbavu heed the caution. hawakuzingatia ile tahadhari. If they had persevered, and you lose your reward. Utapoteza taji yako na thawabu yako utaipoteza If you miss to persevere, ukikosa kuvumilia. he says, Anasema, I'm coming soon. ninakuja upesi. Hold on to what you have, Shika sana ulicho so that nacho, no one will take your crown. ili mtu asije kaichukua taji yako. So you see the danger Kwa hivyo unaona of hatari failing to persevere. ya kukosa kuvumilia. You will lose your crown. Utapoteza taji You will yako, lose your reward. utapoteza ile thawabu yako. And so what is the Lord saying to us? Kwa hivyo basi Bwana anatuambia The Lord nini? is calling us to action. Bwana anatuitia ya kwamba tuvumilie, Examine yourselves. tukapate kujichunguza. Are you still in the faith? Bado je, uko katika imani? 2 Corinthians Waraka wa pili kwa Wakorintho chapter 13 verse 5. sura ya 12 kwa Wakorintho 13 mstari wa 5. Examine yourselves, Transoia Central. Tranzoya ya kati, kama mnaishi katika imani, Test yourselves. jipimeni wenyewe. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Je, hamtambui ya kuwa Yesu Kristo yumo ndani yenu? Unless, of course, Kama sivyo, you fail the test. basi mmeshindwa kufikia kipimo So hicho. this is very serious. Kwa hivyo hii ni ya kumaanisha sana. The Lord is asking us to test and examine ourselves Bwana anatuitia kwamba tujichunguze na tujipime and see if we are in the faith. na tuone kama kweli bado tuko katika The imani. Lord expects us to renew our commitment. Bwana anatarajia kwamba tufanye upya kule kujitoa kwetu tena. Revelation chapter 2 Ufunuo 2 verse 4 and 5. mstari wa 4 na wa That 5, we return to the first love. ya kwamba turejelee ile upendo wa kwanza, That we return to the first love. turudi kwenye upendo wa kwanza. He said, yet I hold this against you. Lakini nina neno juu You have yako, forsaken the first the love you had at first. umeuacha upendo wako wa kwanza. Consider how you have fallen. Kumbuka basi ni wapi ulikoanguka, Repent utubu, and do the things you did at first. ukafanye matendo yale ya kwanza. If you do not repent, Kama I usipotubu, will come to you nitakuja and kwako remove your lampstand from its place. na kukiondoa kinara chako cha taa kutoka mahali pake. So the Lord is calling us Lakini Bwana to anatuitia action, ili kwamba tukatende, to go back to the original love, tukarudi katika ile upendo wetu wa the kwanza, first love. ile upendo wa He's kwanza. asking us to renew our commitment Anatuambia ya kwamba tukafanye upya kule kujitolea and kwetu move forward in faith. na tukakaze mwendo katika imani. Finally, Hatimaye the mwisho, Lord is asking us Bwana anatuuliza to live each day tuishi kila siku as if Jesus is coming today. kana kwamba Yesu anakuja leo. First John Waraka wa kwanza wa Yohana chapter 3 sura ya 3 verse 3. mstari wa 3. First John chapter 3 verse 3. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 3 He says, anasema, all who have this hope in him purify themselves just as he is pure. kila mmoja mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama vile yeye alivyo mtakatifu. So the Lord is asking us Kwa hivyo Bwana anatuuliza to live each day ya kwamba tukapata